Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza niwaombeni samahani, nimechelewa kuingia, ndio tumeingia sasa hivi na mania. Kwanza mimi nashukuru sana kikao hiki kufanyika. Ni changamoto ambazo tunaweza kushare hapa muhimu, ambao tunaweza kutafuta nafasi za kazi. Upande wa wafanyakazi kuna changamoto na upande wa maajenti kuna changamoto. Changamoto sisi za kwetu maajenti hazina sehemu za kufikia, lakini nyie wafanyakazi alhamdulillah mna sehemu ambapo mnaweza kulalamikia. Wafanyakazi wengi ambao mnakuja kutafuta nafasi za kazi huku au mnapoanza safari tukiwa Tanzania, wengi wao wanaiga baada ya kuona mafanikio ya mtu aliyokuja huku. Mimi mtu akishafika ofisini, cha kwanza kabisa namuulizaga maswali, umeiga au umetia nia? Kwa sababu jambo lolote linaanza na nia. Ukianza na nia hauwezi ukafeli. Usipoanza na nia ukaanza na mihemko utafeli. Na wengi wanaokuja, either mtu anakuja anakuambia nataka safari ndani ya wiki moja au wiki mbili, unajua ana mhemko. La kwanza aanza kama kagombana na mumewe, kwa anataka atoke maeneo yale awe mbali na mtu wake karibu. Mwingine kaona tu mwenzake karudi kafanya ujenzi haraka haraka, naye anatamani awe vile, bila kuona kizuri kinafanyaje, kinaundwa au kinagharamiwa. Kwa hiyo ambao tunakuja tuwe sisi tuwe ni mabalozi wazuri wa kuwafundisheni ambao wanaanza. Ni fursa nzuri, kwa sababu ukishakuja huku ni sawa na mtu kapata ajira Tanzania. Mimi naambia kitu kimoja, anayekuja kufanya kazi Omani ni eneo tu, lakini ni ajira kapata moja kwa moja kutoka serikalini. Sasa hivi unaona kabisa unapoanza taratibu za safari, ukishapata passport, ukapata visa, ukabidi ulete wadhamini wawili, uanze kuwasajili, na bahati mbaya nyingi tunafanyiwa usajili. Lakini sisi ambao tunakaa na mfumo mpaka kuja kupata kibali, mtu kumuingiza kwenye system, afike airport, afike hapa, ni mlolongo ni mrefu sana. Sasa tuheshimu kwanza ile nafasi yako ambayo umepata riski kuja kutafuta kazi huku na kuja kupata maendeleo.